inakuletea ufunuo, unabii, maarifa ya Mungu na nabii wa ishara Tanzania. Karibu. Kutoka kipindi cha unabii wa kila mwezi, na hapa pia siko peke yangu, hapa tuko watu watatu. Niko hapa na mzee wangu anafanya kazi katika ofisi ya nabii wa ishara Tanzania, na pia hapa nipo na nabii wa ishara Tanzania. Basi moja kwa moja hapa kwamba mzee mtendakazi wa ofisi ya nabii wa ishara Tanzania, basi atajitambulisha mwenyewe kwa majina yake. Pia nabii wa ishara Tanzania nadhani wengi mnamfahamu, na pia naye atajitambulisha kwa muda wake na kutoa unabii wake mzuri zaidi. Karibu sana mzee. Asante. Mimi naitwa Masemo Marwa. Ndio. Mimi ni mtendakazi katika ofisi ya nabii wa ishara Tanzania. Ndio. Tunawakaribisha watu wote. Karibu sana kwa kusikiliza na kutazama. Basi kabla hatujafika katika unabii wetu mzuri kabisa wa leo ambao ulioandaliwa, basi nipende kukukaribisha kwa wewe ambaye unatufuatilia na kututazama vizuri kabisa. Basi Jumapili hapa tuna ibada nzuri, lakini kabla ya yote ningependa kukutambulisha vizuri kabisa kwamba Ijumaa tuna mkesha wa nguvu hapa. Ijumaa tuna mkesha wa nguvu sana hapa. Saa 3 kamili tunawasha moto sana hapa mpaka saa 6, saa 7 tunamaliza mkesha huu. Njoo na mgonjwa wako ambaye anaumwa, amekatia tamaa. Pia njoo na mtu aliye paralyze, mlete hapa kwa nabii wa ishara Tanzania. Pia usisahau watu wenye vichaa, usisahau watu wote walete hapa kanisani kwetu Lango la Baraka. Sisi bwana tunapatikana Mbezi Malamba Mawili. Kwa wewe ambao unatokea Segerea, basi panda gari lako utashukia kituo kinaitwa Makuti. Ukifika Makuti hapo kuna bajaji zinaelekea kwa Msuguri. Ukifika hapo mwambie dereva bajaji kwamba nishushe msikiti wa Ibrahim. Ukifika hapo utakuta bango hapo limeandikwa nabii wa ishara Tanzania, limeelekeza mshale mwekundu wa kuelekea kanisani. Na pia wewe ambao unatokea njia ya Ubungo huko, basi unakuja moja kwa moja hapo, unapanda mpaka unafika pale kwa Msuguri pale. Ukishafika kwa Msuguri unapanda bajaji za kuelekea Makuti. Kabla hujafika Makuti unamwambia dereva kwamba nahitaji unishushe pale msikiti wa Ibrahim. Ukifika msikiti wa Ibrahim hapo utakutana na bango kubwa kabisa hapo kwamba imeelekeza mshale wa kuelekea kanisani. Basi nikukaribishe sana hapa Malamba Mawili. Tuna ibada nzuri zaidi, na ibada hizo zinafungua watu wenye shida mbalimbali. Ibada zetu zinasaidia wagonjwa mbalimbali. Ukiwa wewe ni mlemavu, Mungu atakuja kutia nguvu hiyo siku. Nakukaribisha sana. Basi kwa wale watu ambao wako mbali zaidi kwamba hawawezi kufika hapa, na basi niwakaribishe katika mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Facebook pamoja na YouTube. Pia ibada zetu ziko live muda wote. Pia siku ya Jumapili utaona watu wanapotendewa miujiza hapa. Amen. Na utafika bila kukosa. Basi andika nabii wa ishara Tanzania YouTube, utampata kiwa live ibada zake. Pia andika Facebook pia nabii wa ishara Tanzania, basi utapata ibada zake ziko live na watu wanatendewa zaidi na zaidi. Aisee, utabarikiwa sana. Na kwa wale watu ambao wako mbali, labda mikoani, labda wapi, basi watawasiliana katika namba yetu ambayo ipo katika muda wote kwa ajili ya huduma, ambao ni 0715645150. Tarudia kwa faida yako mpenzi mtazamaji, 0715645150. Basi nakukaribisha sana, na utapata uponyaji mkubwa sana, utapata uponyaji mkubwa na pia na unabii ambao utakao kuongoza maisha yako siku zote. Basi moja kwa moja na kupeleka katika kipindi chetu kizuri kabisa cha unabii wa kila mwezi. Mtumishi wa Mungu, nabii wa ishara. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Shikamoo. Nimefurahi sana kukuona. Amina. Kwa mara nyingine tena. Amina. Nashukuru sana. Kwa mimi sana kwamba furaha yangu kubwa kwa sababu na kuona siku zote katika unabii wako unaotoa ni unabii mzuri sana. Kwa mtu ambaye anayekusikiliza kwa haraka anaweza kaona labda haya mambo nayoongea si kawaida, wala si labda kwamba unaongea tu ili mradi. Lakini tumeona watu wanatendewa unabii uliopita wa mwezi huu ambao ulotabiri kwamba vifo vitakuwa vingi,
na uharibifu pia utakuwa mkubwa zaidi. Tumeona Barnaba ameunguliwa na studio yake, tumeona pia kuna askari amekufa. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tumeona. Sasa nikajiuliza, nabii wa ishara Tanzania, mbona anaweza kaongea jambo akaliongea tu kama kulitamka, lakini likaja kufanya kitu kikubwa zaidi na zaidi. Sasa nikasema leo acha nipate nabii wa ishara Tanzania ambaye anatoa unabii mzuri sana. Leo umetuandalia kitu gani tena katika unabii wa mwezi huu? Karibu sana. Basi Mungu wetu ni mkuu sana. Haleluya, shalom Tanzania, shalom mataifa mengine. Niwaalike moja kwa moja katika kipindi cha unabii wa mwezi ambacho kwa Tanzania ndio madhabahu pekee iliyoanzilisha unabii wa kila mwezi. Hapa kwa nabii wa ishara Tanzania, madhabahu pekee inayotoa unabii wa mwezi na ndio mwanzilishi kuanzia miaka kama 7 imepita huko mwanzilishi. Kwa hiyo Mungu awabariki sana wale mliofuatilia na mkayaona mambo ya kutisha ya kushangaza mwezi uliopita, ambapo ilikuwa ni majira ya mauti, vifo pamoja na uharibifu, na tukashuhudia matukio hayo kwenye maajali, kwenye vifo hivyo vya watu wenye nafasi, lakini pia katika taarifa nyingine majina ambayo niliyataja BKT yalikwenda kugusa mtu mkubwa katika masuala ya sanaa, Barnaba ambaye aliunguliwa katika BKT, yeye alikwenda kuwakilisha pale. Kwa hiyo si jambo jema sana mtu kupatwa na matatizo, lakini niwapashe tu habari kwamba tunasema hapa ili muombaji aombe kuzuia yasitokee, sio kwa njia nyingine. Na moja kwa moja anakwenda kutiririka mambo yanayokwenda kutokea nchini Tanzania na mambo makuu yatakayotokea katika ulimwengu kwa ujumla. Machache yatakayokwenda kufanyika ni mengi, lakini nakwenda kutaja machache muhimu kwa taifa la Tanzania ambayo watu waombaji wanaweza kuyaombea. Majira tunayokwenda sasa ni majira ya urejesho yaliyochangamana na majira ya nyoka. Sasa nazungumza kwa mafumbo ili kuhakikisha kwamba mtu yoyote aliyezoea uvivu wa kuchukua mambo kirahisi asiweze kuchukua tena. Ni unabii, ni majira ya urejesho stroke majira ya nyoka, lakini stroke majira ya vita. Sasa nini kinatokea kwenye majira hayo ya kinabii, ambapo namba zake hapa ni 2 plus 7 plus 2 plus 7 iko 8 iko 11. Haya ndio majira yaliyojipanga kwa mwezi huu, na haya ndiyo matokeo. Mambo niliyochungulia kwa mwezi huu na kuyaona ni kiongozi nimeona watu wenye nafasi inayoitwa ya viongozi kwenye nafasi zao wakiwa wengine wanaondolewa. Kwa hiyo kuna taarifa ya kuondolewa kwenye nafasi kwa viongozi. Nimeona msiba wa ghafla kwa watu wenye jina muhimu pamoja na viongozi kwenye nafasi inayoitwa ya kiongozi, ikigusa mpaka na taasisi. Lakini matukio haya niliyoyaona ni msiba wa ghafla, yani misiba itakayokuwa inatokea ghafla, yani watu wataona tu pupa. Nimeona pigo la machozi kwa mkuu kati ya wakuu wa mihimili yetu mitatu ya nchi. Kuna pigo la machozi, yani kuna atakayefiwa na kuna atakayefariki, ambaye atasababisha kugusa moja kati ya mihimili hii mitatu ya nchi, atagusa huko. Nadhani mwezi uliopita niligusa swala la muhimili na akafariki polisi kamanda. Nadhani ninaposema muhimili muelewe, maana yake muhimili wa mahakama, bunge na muhimili wa serikali kuu. Sasa kwenye muhimili wa serikali kuu nimeona kuna machozi tena, lakini ni tukio la ghafla na litamgusa mtu muhimu sana, na watu wanatakiwa kama kuomba, wawaombee wakuu wa mihimili, wawaombee na walio karibu nao, maana si lazima awe mkuu, lakini naona kuondoka kwa watu ambao ni nyota za mihimili, ambao ghafla itagusa watu ambao wako kwenye mihimili. Sasa kuondoka huku usichanganye, nimesema kuondolewa katika nafasi zao, pengine kwa kuchukuliwa hatua za nidhamu au kubadilishiwa watu wanaotakiwa kukaa kwenye hizo nafasi,
ndio mwezi huu, ni mwezi wa kuondoka, mwezi wa kuondoka. Lakini pia nimeona mtu ajulikanaye mwenye heshima kwa jamii akitolewa katika kizuizi cha kuta za nyumba. Nyumba inaitwa nyumba ya mateso. Inaona inaitwa kuta za nyumba ya kutesa watu wema na wabaya. Ni kuta ya nyumba inayotesa watu wema na wabaya, na anarudi nje ya hizo nyumba kwenye maisha ya kawaida huko ya ile nyumba. Ajabu, kwa pembeni kulikuwa kuna mtu anayetaka tena huyo apewe hukumu nyingine tena. Sikuona kama walimrudisha katika hizo kuta za nyumba au walimwacha aendelee na maisha. Kuna utata wa mtu anayetakiwa kuachiwa, lakini kuna upande mwingine wanataka asiachiwe. Kwa hiyo unabii unamaanisha kuna mvutano unaolenga kumwachia mtu aliye katika kuta za nyumba ya mateso, na mwingine anataka asiachiwe. Waombaji wanaotakiwa kuomba kama wana mtu ambaye yupo katika kuta za mateso. Kuta za mateso zinaweza zikawa kwenye kutekwa, waliotekwa au walio gerezani. Alafu ni mtu muhimu kwa watu kwenye jamii. Kazi kwenu. Kuna watu wanaonekana katika miji tofauti na miji yao wakiwa wanazagazagaa, hali ambayo itapelekea kitu kama mvutano wa makundi mawili dhidi ya hao watu wanaoonekana wakizagazagaa kama wanaotembea tembea matembezi hivi. Sasa sijui ndio hiyo sikukuu ya Sabasaba ama ni kitu gani? Yaani watu wanaokwenda, wanaosafiri kwenda kwa ajili ya jambo fulani na kukutana na wageni, watu wageni. Sasa yatasababisha kutokee mvutano na msuguano ambao wakitembea huku na huko, na wengine wakiwa wanazuiwa kwa kutokuwaamini kwa kuwa hawana uhakika kama itakuwa ni watu salama. Sasa hii haihusiani na wanausalama walioanza kulinda kwa sababu ya maandamano, bali inaweza ikawa ni kitu cha maandamano hayo katika hali ya tofauti. Lakini pia hii inaweza ikawa ni watu wanaokwenda kwa ajili ya maonyesho. Sikiliza, majira ni ya 9 manake ni kuondoka kwa watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa hiyo ninaposema hivyo sibahatishi, wala usije ukanichanganya na hisia zako za kwamba ni kwa sababu ya maandamano. No, hayo maandamano pia yasingepangwa kama majira yasingesoma 9, yasingeweza kupangwa. Lakini kwa sababu ni majira ya 9 ndio maana yalipangwa hayo. Sasa je, yatafanyika hatafanyika? Nitajibu baadaye. Kuna makanisa yenye majina T, K, B na AJS pamoja na wakuu wao wenye majina hayo T, K, B, AJS watakuwa wanapatwa msukosuko, kuondolewa kwenye nafasi zao na misiba inayowahusu hao watu. Kwa hiyo makanisa hayo waombe juu ya viongozi wao. Kuna jambo pia, kuna taasisi za majina T, B, K, J, S, A na watu wakuu wao wenye majina hayo T, B, K, J, S, A wataondolewa kwenye nafasi zao, na baadhi yao taarifa mtasikia wakiwa wamefariki. Na si kwamba mimi natamka ili wafe, yaani ni majira yao, baadhi yao, sio wote lazima wafariki. Baadhi yao watakutwa na hiyo hali kwa kuwa ndiyo majira yao, na pamoja na serikali itaondokewa na watu wa muhimu sana kwa njia za ghafla, na hiyo ya kuwatoa kwenye nafasi zao. Kwa hiyo njia mbili zitapoteza watu katika nafasi na katika kuwepo nao. Kuna viongozi wakuu kati ya wakuu pia wa serikali, hawa ni wa kuwaombea zaidi, wako kwenye hatari mbaya sana, kwa sababu roho ya hatari na mauti inawawinda. A, J, S wajiombee roho za mauti. Kama wagonjwa wawashughulikie upesi, kama
yaani kama si wagonjwa bali wana pressure, wawe nao karibu, wanaweza mtu akaondoka na pressure tu. AJS watafiwa na watakuwa watafiwa na wao watapatwa na hatari ya vifo. Sio wote, bali watu maalum sana. Mauti itakuwa ikiwawinda, itakuwa kama vile wanawindwa, na hapa nimeona wakiwa wanawindwa kama vile mtego unaotaka kuwadhuru, yaani mtego unaotaka kuwadhuru. Na nimeona kama vile wanawindwa na kitu kama ndoano yenye chambo ambayo wakimeza wanavuliwa, wanatolewa. Hii inamaanisha kuna vitu watafanya au wamefanya vitawasababishia haya matatizo mwezi huu. Lakini mbaya zaidi, katika hao ndio waona wanaendelea kwenda na hatari hiyo mpaka mwezi wa 9. Wanawindwa na mauti. Hawa niliwataja hapa AJS mpaka mwezi wa 9. Wengi wanaoaminiwa na watu watakuwa wameondolewa katika nafasi, au wengine tumewapoteza kabisa, na wengine wamechukuliwa hatua za kuwajibishwa kwenye kazi zao, kwenye nafasi zao. Naomba usisahau unabii, fuatilia mpaka mwezi wa 9 hiki kipande, na mtaona mambo yanapokwenda. Na waombaji, muwaombee hao watu, viongozi ambao wana dalili ya kuwa na afya mbaya ama dalili ya hatari yao. Mtaona hiki ninachokisema. Kenya nimeona kuna zuka vurugu tena kama ya mfano wa maandamano pia, na watakuwa wakipiga kelele juu ya kiongozi fulani hivi, hawamtaki aondoke kwenye nafasi yake, lakini wanawindwa na msiba wa ghafla na kuondoka kwenye nafasi kwa kiongozi. Ruto ataguswa na moja wa tukio ambalo litamhuzunisha yeye mwenyewe, na ni watu ambao wanamgusa maisha. Burkina Faso, kiongozi atakuwa katika hatihati ya hatari ya kutaka kuondolewa kiongozi kule nchi ya Burkina Faso. Lakini nchi ya Sudan, hatari ya vifo na mauti. South Africa, kutasikika habari ya mauti na mvurugano mbaya sana mwezi huu South Africa. Naomba wenye kuombea walioko huko waombe. Kwa hiyo South Africa, there shall be event of death and the violence that will be going on there, and also this destruction of the structures there in South Africa. Even Sudan, death and violence or destruction of structures. So they need to pray just for that. Israel na Iran, kwa mataifa mengine hapo nimeingia mtangazaji bila ruhusa yako. Israel na Iran, kwanza nianze kwanza juu kabisa. Hapa Urusi, rais wa Urusi anatamani vikao, na vitafanyika vikao vya kusuluhisha baina yake na mgogoro fulani unaoendelea katika mataifa ama yeye na taifa fulani. Sasa kwa sababu tunajua ni taifa ya Ukraine, lakini inawezekana ikawa kikao hiki kinachotaka kukaliwa kikawa zaidi ya huo mgogoro wa yeye na Ukraine. Wanaweza kakaa na mataifa mengine zaidi, yaani kunaonekana kutakuwa na kikao. Lakini mataifa hayo kama Urusi pia, kukitokea mvua mwezi huu kutatokea mafuriko mabaya sana, pamoja na vitu kama vimbunga hivi. Waombe Mungu awasaidie. Russia, there shall be something like a meeting of reconciliation between Russia and the other country, but the same way there will be something like flood if the rain will rain there. But also I can see also something like what? Like they say the tornadoes, something like they say, what can I say? Something which is like a storms which will cost people like the wind. The storms like a wind, the wind storms, it can blow over Russia this month.
This will be over Russia and over many countries which starting with the name I and Arab, including the flood. The flood, don't forget flood. If the rain will rain there, and also people will come out because of claiming someone to be removed in their chance, like leaders. They need their leaders to be removed in their position. Hallelujah. Amen. So that is what I see in these countries. But let me go to see the country of the big country of USA. Trump will be in the danger also again. Will be in the danger. There is someone who is waylaying this man. There is someone who is hunting Trump. Someone will be hunting Trump. And also, I don't know if we have kama tunatukote mzee Maro hapa. Unasikiliza kwa makini sana. Unajua mzee uko kwenye ofisi ya nabii, maana yake inabidi uwe macho sana kwa kusikiliza mambo ya kinabii. Inawezekana kuna hekima za kutafsiri. So, Trump atakuwa na windwa. He'll be hunting with someone, and he can also avoid that trip. He can avoid that mission, and God will protect this man, the man of the time. I call this is the man of the time. So Trump will be in danger, but he can avoid that danger. And also in USA and UK also, there shall be some of the disaster which will be occur in the form of wind. The disaster which will occur in the same of wind, or disaster which will occur in the form of water, like a flood. But this water thing will not be in the form of flood. Actually, will be in the form of like a wind, which blow over America and UK. Can cause also something which is not normal. So pray about the weather of UK, I mean Europe and USA. The weather. Pray the prayers against bad weather of UK and USA. That will be good. Hapa nimezungumzia kuhusu Marekani kwa ajili ya hatari ya hali ya hewa na mataifa ya Ulaya. Kikao cha kimataifa kutafuta suluhu. Hii itakuwa ni habari ya jumla. Watu habari itakao trend kwenye vyombo vikubwa vya habari itakuwa ni habari ya kikao kinachokaliwa cha kimataifa kuhusu kutatua mgogoro fulani. Itasikika kikao kwa ajili ya suluhisho fulani la mzozo fulani na vita. Lakini pia kuna taarifa zitaonekana sikika za maandamano, alafu kutasikika taarifa za tufani. Yaani kama vile upepo unaovuma mahala fulani na kusababisha matatizo utasikika. Lakini pia utasikika mafuriko yanayotokea kwenye taifa fulani hivi mwezi huu. Yaani hizo ni taarifa zitasikika kwa ujumla. Lakini pia taarifa za kuugua kwa mtu maarufu na akalazwa labda kabisa huko. Taarifa za mahusiano ya ndoa zikivuma kwenye mtandao. Mtu maarufu inawezekana mtu mkubwa sana pengine kwenye nchi fulani ama kwenye nchi yetu ama kwenye mataifa fulani huko. Yaani kuna tukio kubwa la litakalosikika mahusiano, na hata Tanzania zitasikika hizo taarifa za migogoro ya kimahusiano hivi. Na lingine kubwa pia la kimataifa pia ni kupelekea pia, japo si sana, inaonekana kwa uchache sana, msiba wa mtu anayejulikana au huko aliko anajulikana katika maeneo husika ya taifa hilo. Ndivyo nilivyoona na nilivyoandika. Lakini wenye majina haya wazingatie hili. Wenye majina haya AJS
alafu na OF wachunge afya zao, uchumi wao, watakuwa salama. Lakini kwenye mahusiano pia ni hawa hapa, kwenye mahusiano ni hao BKT kwenye mahusiano plus AJS, wasijisahau kwenye mahusiano pia na afya. Lakini kwenye mahusiano ENW, waombee sana kwenye mahusiano, na yenyewe itaonekana roho ikiwafuatilia kuwaletea shida. Watu kwenye mahusiano wengine ambao wanatakiwa kujiombea sana ni D, M na V. D, M na V. D, M na V watatikiswa kwenye mahusiano, lakini mambo yao ya pesa yatakuwa sawa sawa. Kufiwa au kufariki kwa watu wenye A, S, J, wao waombe sana kuliko